Movie inaanza tukimwona binti mrembo kwa jina la Anna. Yeye ni kahaba. Hapa alikuwa amemaliza kumhudumia mteja wake. Wakati mteja alipokuwa bafuni kuoga, bidada akaanza kuiba vitu vyake, yani pesa pamoja na saa ya gharama kubwa ina ya Rolex. Mwamba akiwa bado bafuni akauliza, "Tunaweza fanya raundi nyingine?" Ana akamjibu ndio. Sasa wakati jamaa anatoka bafuni na kuingia chumbani, akamkuta Ana akipekua vitu vyake. Mwamba akashangaa sana. "Oya, nini kinaendelea hapa?" Haraka Ana akanyanyuka na kukimbia. Jamaa akachukua bastola yake na kuanza kumkimbiza. Ana akaingia kwenye gari lake kwa kasi. Washa gari. Mwamba akatoka nje huku akifyatua risasi mfululizo, huku taulo ikimdondoka, huku miamili yake ikirukaruka tu angani. Ana ndo ametoweka hivyo. Sasa picha yetu inatutupa mpaka kanisani. Mchungaji Raymond alikuwa akiongoza ibada. Ni wewe Baba, ni wewe Bwana. Tumsifu Yesu Kristo guys. Sasa mke wa mchungaji Raymond, Dr. Damilola, naye alikuwa kajazwa Roho Mtakatifu akishiriki kikamilifu kwenye ibada. Wakati ibada ikiendelea, Ana alikuwa chumbani kwake akijiandaa kwa ajili ya kazi inayofuata. Mchungaji Raymond akawaambia waumini wake kuwa alipokuwa akisoma Biblia kwa kina, Mungu alimpatia ujumbe muhimu. Ujumbe huo ulikuwa ukihusu kuzitambua ishara za hatari katika maisha ya mwanadamu. Akasema, wewe ni msichana lakini unavaa ovyo. Wewe ni msichana lakini utumii perfume. Wakati huo tunamwona Ana akijipulizia perfume yake huku akisikiliza mahubiri hayo kupitia YouTube. Mchungaji Raymond akaendelea kuomba katika matangazo ya moja kwa moja, akimwomba Mwenyezi Mungu awaokoe watu dhidi ya wadangaji wanaojifanya kama wapenzi wa kweli ili hali wanaharibu maisha wengine. Ana hata zingatii neno la Mungu, akazima laptop yake na kuelekea kazini. Baada ya ibada kumalizika, Pastor Raymond akakutana na mke wake pamoja na kiongozi wa vijana. Kisha wakakaa kupanga safari inayohusu mkutano mkubwa wa vijana walikuwa wanatarajia kuhudhuria hivi karibuni. Usiku huo Ana akafika kazini, akakutana na msimamizi wake kwa jina la Roke General. "Mambo vipi Shosti?" Lakini msimamizi huyo alikuwa kakasirika sana. Akamwambia, "Kuna mteja alikuja hapa akiwa na hasira sana, ametishia kuwa atachoma moto eneo lote ili kwa sababu umemwibia." Sasa kutokana na malalamiko hayo, uongozi wa hoteli umemwamuru Madam Roke kumfukuza kazi Ana, kahaba aliyekubuhu. Yaani kiufupi atoke kabisa katika hoteli hii ili akaungane na makahaba wengine wanaozunguka kwa pembeni mwa barabara. Ana kakasirika sana. "Sasa ndo unanifokea? Kwani kaibiwa shingapi mtu mwenyewe? Kilikuwa kiasi gani?" "Si mama, nakuheshimu sana, ninakuheshimu. Kama si heshima nilionayo kwako, leo kingenuka hapa." Baada ya hapo akaondoka. Ana akaenda kusimama pamoja na wasichana wengine wanaofanya biashara hiyo kando ya barabara. Huko akakutana na Omoye pamoja na rafiki yake Edina wakizungumza kuhusu mteja aliyekuwa anataka huduma bure. Oya, huyu jamaa anajielewa kweli? Muda huo Ana kafika. Wasichana hao wakashangaa sana kumwona hapa. Wakaulizana, "Huyu naye anafanya nini hapa?" Mmoja akasema, "Labda amerudi tena barabarani. Tukimchekea huyu atatuchukulia wateja wetu." Kwa hiyo ili kulinda wateja wao, Omoye akamfuata na kumwambia, "Tafadhali ondoka hapa. Umesimama sehemu yangu na unanizuia kuona wateja." Lakini Ana akakataa kuondoka. Akasema hiyo ndiyo sehemu yake. Oya, wakamwamshia popo pale pale. Hatimaye Ana akalazimika kuondoka na kutafuta sehemu nyingine ya kusimama. Wakati huo tunamwona Chief kwa jina la Baba Bola pamoja na dereva wake wanapita eneo hilo hilo wakitafuta mwanamke wa kujiburudisha naye. Dereva wake akamwonya mara kwa mara, akamwambia, "Mkuu, hao wanawake si wa kuamini." Lakini Chief matamanio yake yalikuwa yameshavuka kipimo. Basi walipofika tu, dereva akamwita Ana. "Chief anataka kuzungumza na wewe." Chief akashusha kioo cha gari na kusema, "Habari mrembo." Ana kauliza, "Unataka short time au?" Dereva akamwai bosi wake, "Chief, usikubali muda mrefu. Umechanganyikiwa nini? Anaenda kunyumbulika ni nini au wewe?" Kisha akamgeukia Ana, "Mimi nataka ya muda mrefu." Ana kauliza tena, "Unataka kifurushi gani?" Kifurushi chenye kila kitu. Chumba changu au chako?" Dereva akamwonya tena, "Usichague kifurushi cha mwisho. Ukikubali hicho kifurushi unachotaka, utafia kifuani." Sasa swali nalojiuliza, huyu dereva alivijua vipi vifurushi vyote? Anyways, baada ya mazungumzo hayo, Chief akakubaliana na Ana apewe huduma iliyokamilika. Kisha wakaelekea hotelini. Wakiwa chumbani, Ana akamwambia Chief, "Leo utaona vitu ambavyo huwa unasimuliwagwa tu." Haraka akaanza kazi. Kwanza kabisa akafunga mikono ya Chief kwenye nguzo za kitanda. Chief anafurahia tu, akiamini ni sehemu ya mchezo wao Kisha Ana akamvuta Johnny Boko. Mzee akauliza, hii staili inaitwaje?" Hata kujibu, Ana akafungua mkoba wake. Chief akasema, "Unataka kutoa kinga? Mwachana nayo bwana. Mimi nataka nyama kwa nyama." Sasa badala Ana afungue mkoba wake, yeye akaanza kufungua mkoba wa Chief tena ambao ulikuwa umejaa pesa nyingi sana. Chief akamzuia, "Hebu achana na huo mkoba. Tukimaliza utaufungua, kwa sasa achana nao kwanza. Funga." Ana akafunga mkoba kama alivyoelekezwa. "Mungu akubariki. Haya, sogea sasa. Njoo." Lakini Ana akauchukua mkoba wa fedha kisha akamwambia,
nimefurahia sana kufanya biashara nawe Chief. Chief akasema, hata mimi nimefurahi kukutana na wewe. Njoo sasa. We unapeleka wapi sasa koba la pesa hilo? Ana, wahudumu we. Njoni naibiwa huku. Uwe dada pumbavu zako. Mzee ndo kaibiwa hivyo. Hello guys, mimi ni Dulai DJ, karibuni sana Movies Time TZ. Tutazame movie hii pamoja, usisahau kusubscribe channel hii ili usije kuipoteza tena. Sasa tunarudi tena kwa mchungaji Raymond akiwa anahubiri mtandaoni, huku akiwaambia watazamaji, ndugu zangu, zingatieni mambo ya Mungu. Usipomtendea vizuri mke wako, mtu mwingine atafanya hivyo. Wakati anaendelea kuhubiri, mama mchungaji kwa jina la Damilola akamleta kikombe cha kahawa. Kwa furaha kubwa, Raymond akamtambulisha kwa watazamaji. Akasema, kwa wale ambao hawamfahamu, huyu ndiye mke wangu mrembo, mchungaji daktari mrembo Damilola. Kisha Damilola akawasalimia watazamaji kwa tabasamu. Mchungaji Raymond akasema, ndugu zangu, oweni mtu sahihi. Nawaambia tena, oweni mtu sahihi, msikurupuke. Baada ya hapo mke wake akambusu. Inaonekana wazi kuwa wawili hao wanapendana sana. Wakati huo Ana anaendelea kufurahia maisha kwa kutumia fedha alizoiba toka kwa Chief. Akaenda kupumzika katika hoteli moja inayosimamiwa na rafiki yake utotoni anaitwa Daniel. Daniel akafurahi sana kumwona Ana baada ya muda mrefu. Wakati Ana anajiandikisha kupata chumba, mchungaji Raymond naye akawasili hoteli ile. Yeye alikuwa ametoka kwenye mkutano na alitaka kulala hapo usiku mmoja kabla ya kurejea nyumbani. Sasa mchungaji Raymond na Daniel pia walikuwa ni marafiki toka walipokuwa shuleni. Kwa Daniel akamkaribisha kwa furaha. Mchungaji Raymond akamuuliza, bado unaenda kanisani? Daniel akajibu kuwa mimi wanaenda kwenye ibada za mkesho mwaka mpya tu. Walipokuwa wakizungumza, Ana alikuwa amesimama pembeni akiwa anamwangalia mchungaji Raymond kwa makini, kana kwamba anapanga mipango yake ya kila siku. Kisha wote watatu wakaingia kwenye lifti moja ili kuelekea juu. Ana kaanza fuatilia na kuhakikisha kwamba anajua chumba alichofikia mchungaji Raymond. Tukirudi kwa Chief, fedha alizoibiwa na Ana kumbe zilikuwa ni za mke wake. Pesa zangu ziko wapi? Nauliza mamilioni yangu yako wapi? Kisha akakutana na dereva. We, pesa zangu ziko wapi? Wezi amini, dereva na Chief walikuwa wameshavaa bandage zamani sana. Chief akaanza kutunga uongo. Tulipoa njiani, ghafla jambo lisilotarajiwa likatokea. Ghafla tu milio ya risasi ikaanza kusikika. Pa. Majambazi wakatokea na kutupora pesa zote. Hata dereva alibaki ameshika kichwa kwa mshangao kutokana na uongo bosi wake. Mke wake akauliza, mlikuwa mnatoka wapi na mlikuwa mnaenda wapi? Dereva akataka kujibu lakini Chief akamkatisha. Akasema dereva hawezi kukumbuka vizuri kwa sababu bado yuko kwenye mshtuko. We, kaa kimya. Dereva zungumza. Sawa mama. Tulikuwa tunaenda tunaenda, ghafla watu wakatokea wakatuzuia, walikuwa wabeba bunduki nyingi sana. Wengine walikuwa na nyashi kubwa. Bunduki kubwa. Umesema nyashi kubwa? Huyu dereva anataka kumweka Chief kwenye matatizo. Nyie, hizo sababu zenu hazina mashiko kabisa. Fanyeni kila linalowezekana, mimi nahitaji pesa zangu, la sivyo sote watatu tutakufa pamoja. Dereva akasema, hapana mama, labda mfe nyinyi wawili tu. Umevurugwa sio? Hoya, noma kweli. Baadaye Chief akawapigia watu wake, akawaambia kuhusu kaba mmoja aliyemwibia. Jina lake anaitwa Ana. Ana ameniibia pesa za mke wangu alizokuwa anatarajia kuagiza mzigo Dubai. Tafadhalini, naombeni mkamtafute haraka sana. Wakati huo Daniel na mchungaji Raymond walikuwa bado wanakumbushana maisha yao ya zamani. Mchungaji Raymond alikuwa akinywa juisi sio na kilevi. Daniel akamuuliza kuhusu mke wake Damilola. Anaendelea vizuri. Siku moja uje kumtembelea bwana. Wakiwa bado wanazungumza, ghafla Ana akatokea na kujiunga nao pamoja. Annabel Kuka. Daniel akasimama na kumsalimia rafiki yake utotoni, akamkumbatia. How are you? Umependeza sana eti. Raymond, kutana na Annabel, huyu ni rafiki yangu Raymond. Mchungaji Raymond akamsalimia kwa heshima, lakini hakutaka kujenga ukaribu naye. Badala yake akanyanyuka na kumpigia simu mke wake. Hello, habari mpenzi? Mke wake akauliza, kwa nini ukunipigia simu sasa? Au bado uko kwenye mkutano? Hapana, nipo hotelini kwa Daniel na tumekaa naye pamoja hapa. Sawa, kama hivyo basi ni vizuri. Sasa wakati mke wake anaendelea mpatia taarifa kuhusu shughuli za kanisani, tunamwona Ana akimimina dawa ya kulevya ndani ya glasi ya juisi ya mchungaji Raymond. Akamimina kiasi kikubwa sana ambayo itamfanya mchungaji Raymond kulala kabisa. Raymond akamaliza kuzungumza na mke wake kisha akarudi mezani, akachukua glasi yake ili anywe. Ghafla ujumbe ukaingia kwenye simu yake. Bora kidogo. Kwa akaachana na ile juisi akaanza kuusoma kwanza. Kisha akataka kunywa tena. Kabla hajafanya hivyo, Ana akaanza kuzungumza jinsi anavyofuatilia chani yake ya mahubiri kupitia YouTube. Akasema anayapenda sana. Mahubiri yako ni mazuri sana. Miongoni mwa mada ninazozipenda ni ile ya kutambua watu wenye tabia za kujipenda kupita kiasi kwenye mahusiano. Mchungaji Raymond akasema kuwa utukufu wote ni wa Mungu.
Ana akaendelea kumsifu tu. Huyu mwanamke aliorodhesha mada zaidi ya 5 alizozisikiliza. Akamwambia, wanaume kama nyinyi ndio sababu ya kujengwa kwa makanisa. Mchungaji Raymond akamshukuru kwa maneno hayo. Muda mfupi baadaye Daniel akarudi. Kumbuka mpaka sasa Raymond bado hajanywa juisi yake. Daniel akamwambia mchungaji Raymond kuwa anataka kuzungumza naye kuhusu pendekezo la biashara. Ana akaendelea kuitazama juisi. Hey, mbona mchungaji hanywi? Au mtego wangu utapotea bure bure nini? Dani akamwambia Raymond kuwa atamfuata chumbani kwake baadaye kujadili biashara hiyo. Mchungaji Raymond yeye akakubali. Raymond akamwambia afike mapema sana kwa sababu anataka kupumzika. Sasa kabla hajaondoka, akainua glasi yake na kunywa juisi yote ilikuwa imechanganywa na dawa. Yes! Ana akatabasamu kimoyomoyo. Mpango wake ulikuwa umefanikiwa. Mchungaji alipofika tu chumbani kwake, akaanza kuhisi kizunguzungu. Akaanza kujiuliza, nini kinaendelea? Mbona najisikia hivi? Akanywa maji lakini hali haikubadilika kabisa. Kisha akakaa kwenye kiti akiwa anazidi kulegea tu. Muda mfupi baadaye akasikia mlango ukigongwa. Oh, Daniel alisema atakuja chumbani kwangu. Kwa taabu sana akainuka na kwenda kufungua mlango. Bila hata kuangalia aliyekuwa nje, akafungua mlango huku akisema, "Karibu. Unajua nilikuwa karibu kusahau kabisa kama ilipaswa tuonane. Kwanza unataka kuzungumza kuhusu biashara gani?" Lakini alikuwa amesimama mlangoni ya kuwa Daniel alikuwa ni Ana. Tena alikuwa amebeba chupa ya pombe na glasi 2. Mchungaji Raymond akashtuka sana. Unafanya nini hapa? Umefuata nini? Ana akamjibu, nimekuletea pombe ya bure. Upaswi kuwa hapa bwana. Kisha akaanza kurudi nyuma ili kuweka umbali kati yao. Huyu dada alijua kabisa anachotaka na jinsi ya kukipata. Ana akasema kuwa, nina swali ambalo nataka kukuuliza kama mshauri wa kiroho. Raymond akakubali kumsikiliza. Kosa kubwa sana mzee. Akamwambia, "Fanya haraka, sitaki Daniel aje hapa alafu atukute pamoja na kupata tafsiri sio sahihi." Ana akaanza kukumuuliza, "Biblia inasema Mungu anawapenda watu wote, hata wenye dhambi. Je, hilo ni kweli?" Mchungaji Raymond akajibu, "Ndio. Mungu anampenda kila mtu bila kujali maisha yake." Lakini kichwa chake kilikuwa kinauma sana. Ana akamimina pombe kwenye glasi na kumkabidhi. Akamwambia, "Hii itakusaidia kupunguza maumivu ya kichwa Kisha akaenda kukaa mapajani mwake. Mchungaji Raymond akakataa kabisa kupokea. Badala yake akasimama na kujaribu kujiepusha naye kwa nguvu zake zote. Ana akasimama haraka na kuambia, "Ngoja nikusaidie kukupeleka kitandani." Raymond akaanza kusema kwa tabu, Niache. Simu yangu iko wapi? Nataka kumpigia mke wangu. Nataka kumpigia Damilola. Kichwa changu kinazunguka sana. Naona kila kitu kinazunguka." Ana kumsikiliza, akamsukuma mpaka kitandani. Kwa wakati huo dawa ilikuwa imemlewesha kabisa. Kisha Ana akaanza kufungua mkanda wake. Ingawa mchungaji Raymond alijaribu kupambana naye, lakini hakuwa na nguvu za kujizuia. Ana akaanza kumvua nguo pale pale. Ghafla huyu mwanamke shetani akatoa simu yake, akaanza kumpiga picha katika kila pozi bidada anabadili mapozi tu. Baada ya hapo akaweka simu hiyo sehemu ambayo ingeweza kurekodi kila kitu kilichokuwa kinaendelea ndani ya chumba. Wakati huo Daniel naye akafika mlangoni, akagonga mara kadhaa. Kisha akampigia simu mchungaji Raymond, lakini simu haikupokelewa. Kwa kuwa kupata majibu, akaondoka akidhani mchungaji Raymond labda atakuwa amelala. Ndani ya chumba Ana akaendelea kutekeleza mpango wake kwa kumpeleka mgeni wa Raymond kwa mpangaji mpya. Akaendelea kujituma kweli kweli kwa Pastor Raymond. Sasa asubuhi iliyofuata mchungaji Raymond alishtuka vibaya mno. Mungu wangu, nini kimetokea? Ghafla akamwona Ana akiwa bado chumbani. Kwa mshangao akamuuliza, "Umenifanyia nini?" Haraka akaangalia mwili wake na kugundua kuwa hana nguo. Raba shanta rababuka. Hata Abdalla kichwa wazi kalegea. Ana akasema, "Unamaanisha tulichofanya? Mimi ndiye niliyefanya kazi kubwa, lakini nao ulishiriki vizuri sana." Jesus! Raymond akatambua mara moja kuwa ameingia kwenye matatizo makubwa sana. Wakati huo Daniel akagonga mlango tena. Mchungaji Raymond akamsii Ana anyamaze. Tafadhali. Hakuna mtu anayepaswa kujua kuwa ulikuwa chumbani kwangu. Ana akataka kupiga makelele. Kwa hofu kubwa mchungaji Raymond akaanza kumsii, akamwambia, "Mimi ni mtumishi wa Mungu. Jambo hili likijulikana maisha yangu yataharibika kabisa." Kisha akamuuliza, "Kwani unataka kiasi gani cha pesa?" Hapo akavuta mafungu 3 ya noti na kumkabidhi Ana. Ana akatazama tu na kucheka. Akasema, "Siku hizi natumia fedha za kigeni. Unanipa noti hizi chache? 1, 2, 3." Kisha akacheka. "Sikia, tutaonana tena hivi karibuni." Baada ya kusema hivyo akaondoka. Mchungaji Raymond akabaki chumbani akiwa analia tu kwa uchungu. Aliporudi nyumbani mchana huo, mke wake akafurahi sana kumwona. Akakimbia na kumkumbatia, lakini Raymond hakuweza kumtazama usoni mke wake. Wasiwasi ukaanza kumtesa maskini ya Mungu. Mke wake akagundua mabadiliko hayo, akamuuliza, "Mpenzi wangu, uko sawa? Mkutano uliendaje?"
Raymond akasema kuwa kila kitu kiko sawa, lakini bado anashindwa kumtazama machoni. Kisha akamwambia wapande juu ya ghorofa ili waweze zungumza. Asubuhi iliyofuata mama mchungaji alikuwa akiandaa kifungua kinywa huku akiimba kwa furaha. Mchungaji Raymond aliposhuka ngazi na kumwona akiwa mwenye furaha, alafu akikumbuka tukio lile, anachanganyikiwa kabisa. Machozi yakaanza kumtoka maskini ya Mungu. Akayafuta haraka kabla hajamsalimia. Mke wangu, naona kifungua kinywa kiko tayari. Ndiyo, ni lazima nimtunze mume wangu. Kisha Raymond akamwambia kwamba angependa ungane kwenye live yake ili wasimulie jinsi walivyokutana. Lakini mama mchungaji akaendelea kuhisi kuwa kuna jambo ambalo haliko sawa. Akamuuliza tena, mpenzi, kuna tatizo? Hakuna, kila kitu kiko sawa. Raymond bado anaficha ukweli. Mke wake akaendelea kuandaa chakula. Mchungaji Raymond akashtuka. Mke wake alikuwa amesahau kuleta mayai. Sasa hiyo mwamba alifikiri kwamba mke wake ameshamshtukia. Jamaa akaanza kulia tena. Chochote kilichokuwa kikitendeka, jamaa alihisi kabisa kuwa siri yake inakaribia kufichuka. Kwa akaendelea kulia tu. Alijuta kwa dhati juu ya kile kilichokuwa kimetokea, ingawa alijua kuwa hakukifanya kwa hiari yake. Wakati huo Chifu alikuwa akiangalia mechi ya mpira wa miguu. Sasa Chifu alikuwa kabeti kuwa timu zote mbili zingefungana angalau goli moja ili apate pesa alafu amlipe mkewe. Ajabu, mechi ikaisha nyau nyau, yani bila timu yoyote kufunga goli hata la offside. Kwa hiyo kapigwa na mwindi kweupe, mkeka umechanika mzee. Wakati bado anamlalamikia muhindi, ghafla mke wake akaingia. Pesa zangu ziko wapi? Ndio maana nilikuwa naangalia mpira hapa. Laiti mkeka ungetoa ningekurudisha. Usiniambie kwamba zile milioni 5 nilizokupa wapelekea watoto umebetia. Mke wangu, nilishtuka mapema, mwindi ajala zote. Kwa hiyo umeliwa kiasi gani? Chifu akajibu, kama milioni 4.5. Hey. Mke wake akamrukia kwa hasira, akamkava shingoni huko akisema, nitakuua leo, nitakumaliza mjinga wewe. Yaani mjinga kwenye milioni 5 kabakiza 500 tu. Sasa upande wa pili, mchungaji Raymond alikuwa akiandika mahubiri yake. Ghafla simu yake ikapokea ujumbe mpya. Alipofungua akakuta Ana amemtumia picha alizompiga usiku ule hotelini. Mchungaji akashtuka sana, hata miwani yake ikawa nzito. Haraka akaivua, kisha akaivaa tena ili kuhakikisha alichokuwa amekiona je ni kweli. Akajua kuwa Ana ameanza kumtisha kwa kutumia picha hizo. Kwa hofu kubwa akaingia garini na kuanza kuendesha huku akiomba Mungu amsaidie hili jambo lipite. Akiwa bado kwenye maombi yake, Ana akampigia simu tena. Kumbuka alimwambia kuwa atamtafuta. Mwamba akapokea simu, kisha akasikia sauti ya Ana. Hello Ray. Mchungaji Raymond akauliza, unataka nini kutoka kwangu? Ana akamwambia, naomba ufuate hiyo anwani nilokutumia. Njoo nyumbani kwangu, njoo haraka sana. Hivi unajua mimi ni mtu wa namna gani? Mimi sijali. Wewe ni pepo Ana, wewe ni pepo. Lakini Ana akamwambia, usipoteze nguvu zako. Tuna mengi ya kuzungumza utakapofika hapa. Raymond akakata simu, kisha akapiga yowe, raba shantarababuka. Mungu tafadhali nisaidie. Lakini hata hivyo akaenda kwa Ana. Kwa alipofika tu, Ana akamfungulia mlango. Mchungaji Raymond akaingia na kumuuliza moja kwa moja, unataka nini kutoka kwangu? Ana akaanza kumkaribia kwa namna ya kumshawishi kimapenzi. Raymond akamzuia, acha, niambie unataka kiasi gani cha pesa nikupatie? Ana akamjibu, mimi nakutaka wewe, huku akijaribu tena kumgusa Abdalla kichwa wazi. Mchungaji Raymond akamzuia, niambie kiasi gani unachotaka, nipe picha na video zote. Haya, niambie ni kiasi gani cha pesa unachokihitaji. Ana akamwangalia na kumuuliza, una uhakika unaweza kumudu gharama yake? Unajua kama unacheza na maisha yangu, familia yangu, kazi yangu, huduma yangu na kila kitu. Ana kuwa na wasiwasi hata kidogo. Sasa akampa masharti mawili. Raymond akakataa kabisa kusikiliza masharti hayo, lakini Ana akasisitiza asikilizwe. Hatimaye akasema, kwanza nataka milioni 10 naira. Pili, nataka tulale pamoja tena usiku huu. Mchungaji Raymond akasema, una kichaa wewe? Ana kajibu, ndio, nimekuwa mwenda wazimu tangu nilipozaliwa. Huyu dada ni kama na undugu na shetani mzee. Basi mchungaji Raymond akajaribu kubagain. Akamwambia, okay, nitakupa milioni 5 tu. Lakini Ana akakataa. Akasema, nataka milioni 10 pamoja na usiku mmoja mwingine. Raymond akasema, sawa, lakini nitakupa milioni 10 tu, sitalala na wewe. Nadhani unijui wewe baba Moja kwa moja akaelekea chumbani kujiandaa kwa ajili ya mechi. Ana, hivi nini kinakusumbua wewe? Ana akamjibu, wewe ndiye unayenisumbua. Ninakutaka. Kwa nini ni vigumu kulielewa hilo? Mimi ni mume wa mtu, nimeoa na pia ni mtumishi wa Mungu. Ana akamjibu, tayari tulishafanya dhambi mara moja. Kama Mungu atatuadhibu, basi tutafanya tena ili iwe na maana. Wakati akiongea hayo, akaanza kuvua nguo zake. Mchungaji Raymond akamwambia, kile kilichotokea mara kwanza kilikuwa ni kosa. Najua uliweka dawa kwenye kinywaji changu. Kamwe nisingefanya hivyo kwa hiari yangu. Ana akakiri, akasema, kweli niliweka dawa kidogo kwenye juisi yako. Kumbe wewe dada ni mshenzi Kwa hasira kataka kuondoka, lakini hey,
ukiondoka tu utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Nataka usiku mmoja tu pamoja na wewe. Kwa heshima yako na huduma yako, hilo ni jambo dogo sana. Raymond anapaswa kulinda sifa yake na asije akachafuliwa kabisa. Kwa akaanza kulia huku taratibu akielekea kitandani, na usiku huo akampatia Ana kila alichokitamani. Usiku huo ulikuwa ni mrefu sana, unaambiwa ulimaliza kila kitu minyumbuliko kama yote. Raymond aliporudi nyumbani alikaa ndani ya gari kwa muda mrefu sana, hakuwa na ujasiri wa kushuka hata. Kitendo kile kilimuumiza sana kila akikikumbuka. Hii si sawa kabisa. Baada ya muda akaingia ndani ya nyumba yake, macho yake yalikuwa yamejaa machozi, akasimama kimya kwa muda. Wakati huo mke wake Damilola alikuwa akisoma Biblia sebuleni. Ghafla Raymond akasema, "Mpenzi, kuna jambo nataka kukwambia." Haraka mke wake akaweka Biblia yake pembeni ili amsikilize mmewe. Kuna nini? Kuna jambo lolote linakusumbua?" Raymond akasema, "Ninachotaka kukwambia ni kwamba naomba upate nafasi ndani ya moyo wako kunisamehe kwanza." Damilola akamwambia kuwa tangu ulipotoka kwenye mkutano umekuwa tofauti kabisa, sio yule mtu niliyemzoea. Nini kimetokea? Raymond akasema, "Ibilisi alinijaribu mke wangu na akashinda." Ulifanya nini? Raymond akaanza kulia kwa uchungu, kisha akaanza kusimulia kila kitu kilichotokea. Akamweleza jinsi alivyokuwa akimsubiri Daniel hotelini. Akasema alimfungulia mtu mlango bila kuangalia kwa sababu alidhani kuwa alikuwa ni Daniel, lakini alikuwa amefika pale alikuwa ni Ana. Damilola akamkatiza, "Unamaanisha ulimruhusu mwanamke mwingine aingie ndani ya chumba chako?" Mchungaji Raymond akapiga magoti haraka, akaanza kuomba msamaha. Akasema ilikuwa ni kosa kubwa sana, akiendelea kulia kama kichaa. Akasema, "Nilipoamka nilikuwa na maumivu makali ya kichwa." Pia akamweleza kuwa Ana alimwekea dawa kwenye kinywaji chake. Okay, subiri. Ilikuwa ni mara moja tu? Nijibu, ilikuwa ni mara moja. Niambie ukweli wote. Raymond, ilikuwa ni mara moja tu? Hapa ninavyozungumza naye nimetoka kuonana naye tena. Unasemaje wewe? Kama umemfuata mara ya pili hiyo ni makusudi. Damilola akaanza kulia maskini. Hawa wanandoa leo kidogo watengeneze swimming pool ya machozi ndani kwao. Okay, sawa. Nini kimetokea ulipoenda huko siku ya leo? Nini kimetokea? Raymond akasema, "Ana alinipa masharti mawili. La kwanza lilikuwa ni kumpatia milioni 10 na sharti la pili lilikuwa nini?" Raymond akashindwa kusema. "Niambie, sharti la pili lilikuwa ni nini?" Alitaka tufanye tena. Ulifanya? Nakuuliza ulifanya? Ndiyo, lakini nilifanya hivyo kwa ajili yetu. Damilola aliumia sana unaambiwa. Mwamba alilia sana leo, akimsihi mke wake amsamehe na amsikilize, kwani asingefanya hivyo yawezekana Ana angeharibu kabisa maisha yake, huduma yao na kila kitu alichokifanyia kazi. Pastor Raymond ndio jokuu. Yaani umelala na mwanamke aliyekuokoa maisha yetu? Kisha akaondoka na kuingia chumbani huku akilia kwa uchungu. Damilola alilia sana leo. Wakati huo mchungaji Raymond akapiga magoti, Biblia mikononi mwake, akaanza kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Akasoma Zaburi ya 51 huku akiomba rehema. Baada ya muda hatimaye Damilola akarudi tena akiwa ameficha mikono nyuma yake. Polepole akaweka mkono wake begani mwa mchungaji Raymond. Mguso huo laini ulimpa matumaini makubwa sana Raymond. Akatambua kuwa mke wake ameamua kumsamehe. Asante Bwana. Mchungaji Raymond akamshukuru Mungu kwa machozi. Wote wawili wakapiga magoti na kuomba pamoja. Sasa wiki 3 baadaye tunaona polisi pamoja na wataalamu wengine wakifanya uchunguzi nyumbani kwa Ana. Kiufupi, Ana ameuawa. Maafisa hao wakaanza kukagua eneo lote la tukio, wakiangalia huku na kule. Kama bahati bwana, wakapata hereni moja ikiwa imejaa damu. Kisha wakaipata simu ya Ana. Balani kwamba nyuma ya kifuniko cha simu kuna flash iliyoandikwa mchungaji Raymond. Anyway, karibu tena kanisani guys. Siku iliyofuata ibada ilikuwa ikiendelea kanisani kama kawaida. Mama mchungaji alikuwa akiongoza ibada huku wanakwaya wakisifu na kuabudu. Ghafla magari ya polisi yakafika huku ving'ora vikilia. Polisi wakaingia moja kwa moja kanisani, wakamkamata mchungaji Raymond mbele ya waumini wake. Mama mchungaji alikuwa bado anaomba, "Madam, polisi." Raymond akafungwa pingu, kisha wakamtoa nje ya kanisa. Habari hizo zikaenea haraka sana kila mahali. Chifu alikuwa akitazama TV, akafurahi sana. Akasema, "Wamefanya vile nilivyotaka, lakini sikutaka huyu binti auawe. Nilitaka tu amshikishe adabu. Lakini ni vizuri. Ngoja niwapigie simu vijana wangu ili nithibitishe kama ni wao. Nilikwambia we binti, huwezi kunitoroka. Nilisema huwezi kuniibia mie." Wakati huo mke wake akaingia. "Kwani unamjua huyu mwanamke kwenye taarifa ya habari? Na kwa nini unafurahia kifo chake?" Chifu akajifanya amfahamu. "Simjui, sijawahi hata kumwona maishani mwangu. Namwonea huruma tu juu ya mambo yaliyomkuta msichana mdogo, lakini anafanya kazi ya ukahaba maskini." "Wewe umejuaje kama binti ni kahaba? Ulijuaje?"
Ghafla dereva wa Chief akaingia na polisi. Ndo huyu ndo bosi wangu. Mke wake akafurahi sana, akafikiri kuwa polisi wamekuja na taarifa za ziliko pesa yake. Asanteni sana kwa kuja. Pesa zangu ziko wapi? Mimi ni mpelelezi Kizito na huyu mwenzangu ni mpelelezi Kicha. Tunamtafuta Chief Adetola. Chief Adetola ni mume wangu, ndo huyu. Okay Chief, uko chini ya ulinzi kwa tuhuma za kumuua Annabel Kuka. Subiri. Kwanza huyo binti anaitwa nani? Au ndio huyu nilimuona kwenye taarifa ya habari? Wewe ulisema umjui? Chief Adetola bado anakataa kuwa mfahamu huyo binti. Hayo mkamateni haraka, mkamateni. Au subiri na mimi nimpe mkongoto aniambie ni wapi alikuweka pesa zangu. Wakiwa ndani ya gari, Chief bado aliendelea kukaa kimya, anasema hajui chochote kuhusu jambo hilo. Mke wake akamwambia, "Wewe jikataze tu, shauri yako utafia jela leo." Wakati huo polisi wakaenda kukutana na Shei Bora. Shei akafungua mlango kwa mbwembwe. Niwasaidie nini guys? Wakamuuliza, "Je, unamfahamu Miss Annabel Kuka?" Yule kahaba aliniibia pesa zangu, mikufu yangu ya thamani. Ndio ninamfahamu. Hata nilijaribu kumpiga risasi lakini akatoroka. Polisi wakamwambia kwamba kuna tukio limetokea. Kwa hiyo tunakuhitaji kituoni kwa ajili ya maelezo zaidi. Maelezo ya nini tena? Polisi wakamwambia Ana ameuawa siku 2 baada ya kukutana naye. God damn it. Oh my god. Anyway, hili jambo lijanishangaza, lakini mimi sijahusika. Polisi wakamwomba aje kituoni hivyo. Lakini mimi sihusiki. Wewe njoo hivyo. Okay basi haina shida. Wewe nichukue vitu vyangu. Sasa tunarudi kwa Edina pamoja na Omae. Wao pia walishuhudia habari hizo kwenye mtandao wa kijamii. Kiutani Omae akasema, "Unajua mimi ndiye niliyehusika katika tukio hilo." Ghafla gari jeusi likafika maeneo hayo. Ni polisi walikuwa wamejifanya kama wateja. "Mambo, unataka huduma?" Mwamba akatoa simu yake kisha akamwonyesha picha Omae. "Unamfahamu huyu?" Omae alipoiona ile picha akaanza kusema, "Huyo mjinga, nilimwambia waziwazi kwamba nitampoteza. Sasa hivi yuko msituni huko analiwa na ndege." "Kwani mara mwisho ulimuona lini?" "Mara mwisho nilipomwona nilimwambia kwamba nitamuua." "Anyways, tuachane na habari za huyo mshamba. Niambie unataka short time au full time?" James akamwambia bidada asiwe na wasiwasi na ingie tu ndani ya gari. Omae akaingia kwa furaha kubwa sana akidhani kwa amepata mteja mwenye pesa kutosha, lakini alipogeuka kuzungumza na James, ghafla akakutana na kitambulisho cha polisi. "Polisi Edina wapi wewe? Tulia." Sasa washukiwa wote wakanaswa na kupelekwa kituoni kwa ajili ya mahojiano. Wa kwanza kuhojiwa ni Shei Bora. "Kwanza ulikuwa wapi tarehe 15 Oktoba?" Shei Bora akajibu kuwa siku hiyo alikuwa safarini kuelekea Port Court na hata alikuwa na tiketi ya ndege kuthibitisha hilo. "Unaweza hata kukagua simu yangu kama mnataka." Baada yake akafuatia Omae, akaanza kujitetea, "Mimi na Ana tuko na ugomvi wowote. Me and Annie we don't have any problem. I cannot do her bad. In fact you are very cordial." James akacheka kidogo kisha akamwambia, "Unaongea Kiingereza cha Malkia kabisa. Na hisi tutakuwa marafiki wazuri hivi baadaye." "I believe so." Sasa akaletwa Chief Adetola, lakini Chief hata kabla hajaulizwa swali lolote, yeye akaanza kutiririka tu. "Mimi hata sikufanikiwa kuichapa. Yale lilifunga kamba." James akamkatisha, "Hilo sio swali nilokuuliza." Chief akaendelea kumshambulia Ana kwa maneno makali. "Yule ni mwizi, ni mhalifu, aliiba pesa zangu na pesa za mke wangu." Kisha James akamuuliza Shei Bora, "Ni kweli ulimfyatulia risasi marehemu?" "Ndio, kwa sababu aliiba vitu vyangu. Aliiba mkufu wangu wa dhahabu na saa yangu ya thamani. Sasa ulitaka nifanye nini man? You know what I'm saying?" Wakamuuliza Chief tena, "Wewe ulikutana naye vipi?" Chief akaeleza kuwa usiku mmoja alikuwa akiendesha gari bila mwelekeo maalum, ndipo akakutana na Ana. Kisha akasema, "Yaani usiku ilipaswa kabisa tunanilii." Pande wa Pastor Raymond, yeye aliendelea kusisitiza kuwa hii ni mtu wa Mungu, hivyo hawezi kabisa kuua mtu. Askari Eno akamwambia, "Ulipoteza haki ya kujitetea kama mtu wa Mungu siku tu ulipolala naye. Pamoja na hayo lakini mimi sikumuua." Kisha James akamwambia ukweli, "Unajua kama video zetu tulizikuta kwenye simu yake, hiyo pekee inakupa sababu ya kutaka kumuua." Baada ya hapo Omae akaanza kuelezea historia yake na Ana. Akasema yeye na Ana walikutana mtaani wakifanya kazi pamoja, lakini baada ya Ana kuanza kupata pesa, tabia yake ilibadilika kabisa. Akaanza kujiona mkubwa, akaanza kuwadharau wengine na hata kuwachukulia wateja wao, na ndio maana hata akaamua kujitenga naye. James akamtega, "Kweli kabisa, mtu mlikuwa mnapambana pamoja mtaani, leo anaanza kukudharau na hata kukupokonya wateja, si bora afe tu?" Omae akasema, hapana, sisi tunapata wateja wengi, hivyo hakukuwa na sababu ya kumuua." Pastor Raymond akasema kuwa wiki chache zilizopita yeye na mke wake walimlipa Ana kiasi cha pesa. James akarukia, "Milioni 10 Raymond akajiuliza James amejuaje kiasi hicho cha pesa. James akasema tena, "Baada ya zile milioni 10 aliwaomba tena milioni 10 nyingine, si ndio? Je, mke wako anajua kuhusu uhusiano wenu?" Raymond akajibu, "Ndio, nilimweleza ukweli." "Sasa Chief, wewe ndio unaonekana utakuwa umemuua Ana." "Kuua? Kwa mikono gani? Mwili wangu wa mapenzi huu, nitawezaje kuua?"
Omae akaendelea kusisitiza kuwa hakuwa na sababu yoyote ile ya kumuua Ana. Mimi naishi maisha yangu, sijishughulishi na mambo yake. James akamuuliza, kwani mwanamke alikuwa na msimamizi? Ndiyo. Baadaye polisi wakamfuata mwanamke aliyekuwa akiwasimamia wasichana hao. Sasa kabla tujamjua muuaji, hebu niambie kwenye comment, wewe unahisi muuaji atakuwa nani? Anyway, sasa tuendelee. Baadaye polisi wakamfuata mwanamke aliyekuwa akiwasimamia wasichana hao. Je, unamfahamu huyu mwanamke? Ndiyo. Ana alikuwa ananifanyia kazi, lakini kila mteja aliyekuwa akienda naye alikuwa anarudi akilalamika kuwa Ana kamwibia kila kitu. Akasema siku moja alimpeleka kwa mteja mmoja Marekani kwa sababu yombo lake lilikuwa linawavutia wanaume wengi, lakini hata huko Ana akaharibu kila kitu kwa tabia zake. Hivyo kwake yeye, Ana alikuwa msichana alikuwa anajaribia maisha yake mwenyewe. Baada ya hapo, James akarudi kwa Pastor Raymond. Akamuuliza swali lililomchanganya kabisa. Je, ulimwambia mke wako kwamba Ana alikuwa na ujauzito wako? Alipata mimba. Usijifanye hujui. Tumeona meseji zote kwenye simu yako. Pastor Raymond akakaa kimya kwa sekunde chache kisha akasema, sitazungumza chochote mpaka pale mwanasheria wangu atakapofika. Hii noma sasa, mimba tena. Wakati huo tunamwona mke wa Pastor Raymond akiwa nyumbani. Hakujua kabisa kuwa maisha aliyokuwa ameyajenga kwa miaka mingi ilikuwa inakaribia kusambaratika kabisa. Mpaka sasa mume wake alikuwa bado hajarudi nyumbani, kwa kituoni tu. Baada ya muda mfupi, mwanasheria wa Pastor Raymond akaingia kituoni. James akasema, bado tuna maswali machache ya nyongeza. Ulisema siku ya mauaji hukuwa na Ana, lakini kwenye simu ya Ana tumekuta ujumbe unaoonyesha kuwa alikualika nyumbani kwake. Cha kushangaza, wewe ukadai kuwa hujamuona kwa wiki kadhaa. Kabla Raymond hajajibu, simu ya James ikaita. Alikuwa ni daktari kutoka maabara. Akasema kuwa vipimo vilionyesha kuwa mbegu za kiume zilizopatikana mwilini mwa Ana zilikuwa zinaendana kwa 98% na za Pastor Raymond. Hii ilimaanisha kuwa siku hiyo kabla Ana hajauawa alikuwa amefanya mapenzi na Pastor Raymond. James akamgeukia tena Pastor Raymond. Sasa tuambie, ulikuwa wapi siku hiyo? Lakini Pastor Raymond akaendelea kung'ania kuwa alikuwa nyumbani muda wote. Na vipi kuhusu mbegu zilizokutwa kwenye mwili wa Ana? Tuna uhakika kabisa kuwa zile ni zako. Haya, unasemaje kuhusu hilo? Pastor Raymond akashtuka. Haiwezekani. Mimi sijafanya malavidavi kwa wiki kadhaa sasa. Askari wakauliza, unamaanisha kwamba Ana hakujisafisha tangu mara mwisho mlipofanya naye, sio? Hapana, ninachomaanisha ni kwamba ni muda mrefu sana tangu tuwe na uhusiano wa kimapenzi. Kwa hiyo unataka kusema maabara ndio imekosea ilipogundua mbegu zako za kiume mwilini mwake, sio? Mwanasheria wake akaingilia kati. Mteja wangu amesema hakuwepo siku hiyo. Sasa James akasema, pia tumekuta ngozi yako kwenye kucha ya Ana. Balaa hilo. Mwanasheria akasema, tafadhali bwana, nahitaji kufanya mkutano wa faragha na mteja wangu. Wakati wawili hao wakizungumza, James na wenzake wakaenda kumhoji jirani yake Ana. Wakamuuliza kama alimuona Pastor Raymond siku hiyo. Yule jirani akasema, ndio, nilimuona kwa macho yangu mawili. Baada ya mazungumzo ya faragha kumalizika, mwanasheria akarudi tena kwa polisi. Akamwambia kwamba mteja wake yuko tayari kusema ukweli wote na ana matumaini kuwa watamfikiria na kumwachia huru. Pastor Raymond akavuta pumzi ndefu kisha akasema, kweli nilikwenda kumwona Ana, lakini nilipoondoka alikuwa bado yuko hai kabisa. Kisha akaanza kuelezea kila kitu kilichotokea siku hiyo. Akasema kama kawaida, baada ya tukio la mwanzo, Ana alimtafuta tena kwa simu na kumtaka afike nyumbani kwake. Safari hii akaamua kwenda si kwa ajili ya mapenzi, bali kumaliza kabisa swala la usumbufu wake. Alipofika, Ana akamwambia, nilidhani usingekuja, umekuwa ukipuuza meseji zangu kwa muda sasa. Ana, huu ni upuuzi gani? Nilishakulipa pesa zote ulizotaka. Hatuna makubaliano mengine. Uliahidi utanipa picha na video zote. Sasa kwa nini bado unaendelea kunisumbua? Hili swala lihusu pesa Raymond. Linakuhusu wewe. Kisha akasema, nilipanga mpango huu toka zamani. Nilikutarget tangu mara ya kwanza niliposikia sauti yako kanisani, na nilikupenda hapo hapo. Kisha nikakuona hotelini. Nikakumbuka, ikiwa Hosea kwenye Biblia alimuoa kahaba, kwa nini Pastor Raymond asinioe mimi? Kumbe Ana alitaka kuolewa kabisa. Raymond akatikisa kichwa. Hapana Ana, usijilinganishe na kisa hicho. Mungu ndiye aliyemwamuru Hosea kufanya hivyo ili iwe ishara kwa taifa la Israeli. Mimi nimechoka, sina tena cha kukupa. Nimechoka. Fanya chochote unachotaka na zile video ukitaka hata zisambaze, mimi sijali. Wewe ni mtu hatari sana, tena usinikaribie kabisa. Hapana, huwezi kuondoka kirahisi namna hiyo. Akamvuta kwa nguvu na kumkoruza usoni. Huwezi kuniacha hivi. Pastor Raymond akajinasua, akamsukuma pembeni kisha akakimbia kutoka ndani ya nyumba. Siku hiyo Ana kupata alichokuwa anakihitaji. Baada ya kumaliza simulizi hiyo, Pastor Raymond akaendelea kusisitiza kuwa hakumuua Ana wala hakumbaka. James akamuuliza, kama kufanya hivyo, mbegu za kiume zilifika vipi mwilini mwake? Na kwa nini tukuamini wakati tayari umeshatudanganya mara kadhaa?
Akasema alidanganya mwanzoni kwa sababu aliogopa ukweli ungeharibu kabisa maisha yake, na alikuwa na matumaini kwamba polisi wangempata muuaji wa kweli mapema, hivyo asingelazimika kufichua aibu zake. Lakini askari hakuridhika. Ni vigumu sana kukuamini Raymond. Watu wawili wamepoteza maisha kwa sababu yako. Ana amekufa, mtoto ambaye alikuwa tumboni mwake pia amekufa, mtoto ambaye wewe na mke wako mmekuwa mkimwomba kwa miaka mingi, halafu kasaliti ndoa yako. Raymond, kweli? Hivi kweli uliwahi kuwa mtumishi wa Mungu? Jamaa akakaa kimya tu. Baada ya majioni hayo, Detective James akaamua kwenda nyumbani kwa Pastor Raymond kumhoji mke wake pia. Alipofika, mwanamke huyo akampokea kwa heshima. Utakunywa nini? Chai, kahawa au juice? James akamjibu, usijisumbue, niko sawa. Mama akasisitiza, basi kaa kwanza anakuja. Kisha akaelekea jikoni kuandaa juisi. Mara tu alipoondoka, kitu fulani kikavutia macho ya James. Kulikuwa na picha kubwa ya familia iliyoning'inia ukutani. Muda mfupi baadaye, mke wa Pastor Raymond akarudi akiwa ameshika glasi ya juisi. James akaanza mahojiano. Nataka kujua mume wako alikuwa wapi siku ya mauaji? Yule mama akajibu kwa utulivu, asubuhi niliamka kabla yake, nikafanya ibada zangu za kawaida, halafu wote tukaenda kazini. James akaendelea, baada ya hapo ulimwona tena akirudi nyumbani? Ndiyo, alienda hospitalini kupeleka sampuli kwa ajili ya IVF, halafu akarudi nyumbani. James akawaza, akarudi nyumbani sio? Jamaa akaanza kuhisi kabisa kuwa huyu mwanamke alikuwa anamfichia siri mume wake. Kisha akauliza, hivi unajua kuwa mume wako alienda kuonana na Ana? Officer, mimi namjua mume wangu, ni mtu mwema sana, hawezi hata kumuua nzi. Kisha akaanza kuelezea jinsi alivyokuwa akimwamini mume wake kwa 100%. Tafadhali achana kabisa na kampeni ya kumchafua Raymond. James akamkatisha, kwa unamaanisha kwamba mume wako hukuambia siri zote sio? Ndiyo, huniambia kila kitu. Basi lazima alikuambia pia kuwa Ana alikuwa na ujauzito wake. Safari hii uso wa Damidora ukabadilika ghafla. Mshtuko anaopata haukuweza kufichika kabisa. Ghafla akaanza kunukuu mistari ya Biblia akijaribu kumtetea mume wake. James akaendelea, mume wako alikusaliti, akampa mimba mwanamke mwingine, kisha akamua mtu huyo, alafu nataka niamini eti ulimsamehe tu kirahisi? Nampenda mume wangu, yeye ni binadamu na binadamu hukosea. Damidola hataki kuona hiyo picha ya udanganyifu kichora dhidi ya mumewe. Yeye ni binadamu na nimeshamsamehe. Pastor Raymond hana hatia. Wakati mazungumzo yakiendelea, James akaona picha nyingine, akaichukua na kuilinganisha na ile iliyokuwa ukutani. Afisa, visi yako? Hapana, asante. Hakunywa hata kidogo, mjanja sana. Badala yake akatoka haraka ndani ya nyumba na kwenda kukutana na wenzake na Detective Eno. Alipofika akamwambia, unaikumbuka ile hereni yenye damu tulikuta chumbani kwa Ana? Eno akajibu ndio. James akaendelea, hiyo ni hereni ile ile ambayo mke wa Pastor Raymond alikuwa ameivaa kwenye ile picha ya zamani. Eno akasema alipekua nyumba nzima lakini hakuwahi kupata hereni ya pili. Alafu jambo lingine, jirani yake Ana pia alisema kuwa Pastor Raymond hakuwa mtu pekee aliyefika nyumbani kwa Ana siku hiyo. Kuna mwanamke mmoja alikuwa amevalia tracksuit nyeusi pia naye alienda. Hivyo kuna mtu mwingine aliingia pale baada ya Pastor Raymond kuondoka. Baada ya kupata taarifa hiyo, James akarudi nyumbani kwa Damilola kwa ajili ya mahojiano zaidi. Akamuuliza, ulikuwa wapi usiku wa mauaji? Yule mama akajibu, nilikuwa kazini. James akamtazama kwa makini, kisha macho yake akatua moja kwa moja kwenye jeraha dogo lililokuwa karibu na sikio lake la kulia. Hili jeraha umelitoa wapi? Ni chunusi, labda tu nilitumbua kwa nguvu. Una uhakika kwa kila kitu kiko sawa? James akatabasamu kidogo. Basi sawa. Akaitazama picha hiyo kisha akasema, hereni zako ni nzuri sana. Asante, Raymond alininunulia wakati wa maadhimisho ya miaka miwili baada ya ndoa yetu. Naweza kuziona vizuri? Geng, tiru. Damilola akashtuka kidogo. Sawa. Kisha akaomba ruhusa na kupanda juu ya ghorofa. Dakika chache baadaye akarudi akiwa amekunja ngumi. Alipofungua mkono wake alikuwa na hereni 2 zilizokamilika. James akanata mzee. Afisa, ukipenda naweza kukuunganisha sehemu ziliponunuliwa na umnunulie mke wako. James hakuelewa ile hereni yenye damu iliyokuta chumbani kwa Ana ilikuwa ni ya nani. Ili kuondoa utata, akaamua kumwalika rasmi kituoni kwa ajili ya mahojiano zaidi. Walipofika kituoni, James akaanza kumhoji. Wewe mwanamke mjanja sana yani. Ulijifanya umemsamehe mume wako, halafu ukaenda kumuua mchepuko wake sio? Yule mama akamkatisha kwa hasira. Hakuwa mpenzi wake. Sasa alikuwa nani? Alikuwa ni tapeli tu, alikuwa kimtapeli mume wangu. Baada ya hapo akakataa kuzungumza, kwa bidada akakaa kimya kabisa. Hakutaka kuzungumza chochote zaidi. James na Eno wakaamua kutumia mbinu nyingine ya kumfanya Damilola azungumze. Wakaanza kumzungumzia Ana. Wakasema jinsi alivyokuwa mrembo, alivyombika vizuri na jinsi alivyokuwa akiwavutia wanaume wengi, yani nyashi yake, mtindi nini. Eno akataja kila kitu ambacho Damilola hana. Shut up! Kaeni kimya. James akaendelea, na nina uhakika uliitazama ile video yao mpaka mwisho Nina uhakika ulienjoy sana jinsi Pastor Raymond alivyokuwa akimgeuza Ana. Hebu ngoja kwanza nikuonyeshe. Inatosha jamani. Hebu kaeni kimya.
pamoja na kumkasirisha kote, bado hakukubali kusema ukweli. Ili kuendelea kumtikisa kisaikolojia, James akatoa picha ya CCTV iliyomwonyesha mtu aliyevaa kofia nyeusi. Akamuuliza, unamtambua mtu huyo? Yule mama akaangalia picha kwa makini kisha akajibu, huyo mwanamke mimi simfahamu. Lakini bado hatujakwambia huyu ni nani. Mimi si kipofu, kwa umbo lake tu inaonekana ni mwanamke. Ndio maana nimesema huyu mwanamke mimi simfahamu. Polisi wakagundua kuwa walikuwa wamekwama. Hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumlazimisha kukubali. James na Eno wakatoka nje ya chumba cha mahojiano, kisha wakaanza kupanga mbinu nyingine tena. James akasema kuna kitu hakiko sawa kuhusu mwanamke. Eno akakubaliana naye. James akawaza kwa muda. Eno akampa wazo, tutumie mbinu ya kumchosha kukumwacha peke yake. James akauliza, kwa muda gani? Saa moja? Hapana. Masaa mawili? Hapana. Masaa matatu? Basi masaa matano. James akakubali. Kwa wakamfungia yule mama peke yake ndani ya chumba hicho kwa masaa 5 mfululizo bila mtu yote kuingia wala kuzungumza naye. Baada ya masaa kupita, James na Eno wakarudi tena. Sasa unajua mtu akishachoka huwa anajikuta anasema tu kila kitu ambacho kinakuja kichwani mwake. Safari hii wakaanza tena kumshambulia kwa maneno makali. James akasema, wewe ulimuua Ana, halafu ukambamikizia kesi mume wako, si ndio? Huo ni uovu mkubwa sana. Eno naye akaendelea kumchokoza. Hii yote ni kwa sababu Ana alikuwa mrembo, kijana mwenye umbo la kuvutia na alijua kabisa hata jinsi ya kuifinyia. Maneno hayo yakaanza kumchoma Damidola. James akasema, Pastor Raymond hana hatia. Hana hatia? Wao sio wasio na hatia. Mimi ndiye nisiye na hatia hapa. Yaani nimeteseka kwa miaka mingi nikimjenga Pastor Raymond mpaka leo akawa mchungaji anaheshimika. Kulikuwa na nyakati hakuwa hata na chakula. Niliuza kila nilichokuwa nacho na hata nikampa pesa zangu zote ili mume wangu asome chuo cha Biblia. Lakini baada ya kujitolea kote huko, mume wangu akaenda kunisaliti kwa kahaba mchafu mwenye kunuka. Ndio maana ukamua? Ndio. Hatimaye Damidola akakili mauaji. Akaanza kuelezea kila kitu kilichotokea. Akasema kuwa baada ya Pastor Raymond kumwahidi kuwa amevunja kabisa uhusiano wake na Ana, siku moja akamsikia tena akiongea naye kwenye simu. Baadaye akaenda kukagua simu yake na kukuta walikuwa bado wanaendelea kuwasiliana kwa siri, tena wakipanga kukutana mara kwa mara. Siku hiyo akamuuliza mume wake alikuwa anaenda wapi, akitegemea kuwa huenda mume angemwambia ukweli, lakini Pastor Raymond akamwambia kuwa alikuwa na kikao muhimu bila kumweleza kuwa alikuwa anaenda kuonana na Ana. Ndipo akaamua kumfuatilia kisiri. Hapo akaweka kifaa cha kufuatilia mahali alipo mume wake. Siku ya tukio, baada ya Pastor Raymond kutoka hospitalini kupeleka sampuli ya mbegu zake kwa ajili ya vipimo, akaenda moja kwa moja nyumbani kwa Ana, naye akaendelea kumfuatilia kwa mbali. Baada ya Pastor Raymond kutoka nyumbani kwa Ana, mke wake akaendelea kusubiri nje kwa muda mfupi. Alipoona tu mume wake ameondoka, naye akaingia ndani, kisha akagonga mlango. Kanganganga. Ana akafikiri kuwa Pastor Raymond amerudi, kwa akafungua mlango bila kujua nini kinamsubiri, lakini alipoinua macho yake akakutana macho kwa macho na mke wa Pastor Raymond. Ana akashtuka. Naomba uondoke hapa kabla sijaita polisi. Mimi sikuwaita polisi ulipokuwa unamtapeli mume wangu. Baada ya hapo wawili hao wakaanza kubishana vikali. Mke wa Pastor Raymond akamwambia wazi kuwa hawezi kukaa kimya na kuangalia mwanamke mwingine akiharibu maisha ambayo yeye alijitolea kwa miaka mingi kuyatengeneza. Kisha akamuuliza Ana, unataka nini hasa ili hayo yote yaishe? Ana akacheka. Unadhani nataka pesa? Kwa nini nyinyi watu mnafikiri kuwa kila kitu huwa kinahusu pesa? Maneno haya yakamchanganya kabisa mke wa Pastor Raymond. Ana akaamua kumwambia siri kubwa ambayo alikuwa ameificha. Hili swala lihusu pesa. Hata zile milioni 10 hazina maana yoyote kwangu. Imagine, ndani ya miezi miwili tu nimefanikiwa kufanya kile ambacho wewe umeshindwa kufanya ndani ya miaka 10. Kwa taarifa yako, nina mtoto wa Raymond anayekuwa ndani ya tumbo langu. What? Maneno hayo yakamchoma moja kwa moja moyoni. Kwa miaka yote ya ndoa yao alikuwa akitamani sana kupata mtoto, lakini hakufanikiwaga, na ndio maana Raymond alienda kufanya vipimo vya mbegu hizo. Hasira zikampanda mara moja, akamrushia Ana ngumi ya kwanza. Hapo wakaanza kupigana kwa nguvu, walivunja kila kitu kilichokuwa karibu yao. Hasira za mke wa Pastor Raymond zikafika kiwango ambacho hakuweza tena kujitambua. Akachukua kitu kizito na kumpiga nacho kichwani tena na tena mpaka pale alipomuua Ana. Baada ya kugundua alichokuwa amefanya, akaingiwa na hofu kubwa sana. Haraka sana akachukua sampuli ya mbegu za kiume za Pastor Raymond alizokuwa ametoa kwa ajili ya kipimo, kisha akaziweka kwenye mwili wa Ana ili ionekane kana kwamba Pastor Raymond ndiye aliyekuwa naye kabla ya mauaji. Baada ya kumaliza kukiri kila kitu, akasema kwa sauti ya chini, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Baada ya kukiri kosa lake, polisi wakamkamata pale pale. Jamani, nataka nionane kwanza na mwanasheria wangu. Hakukuwa na mtu yoyote aliyemsikiliza. Polisi wakamuinua na kumrudisha ndani. Baadaye wakamwonyesha Pastor Raymond video ya mke wake akikiri mauaji aliyoyafanya. Raymond aliposikia kweli wote, alibaki amepigwa na butwa mzee. Baada ya hapo, James akamwambia, uko huru, unaweza kuondoka. Lakini kuhusu mke wako, atakaa gerezani kwa muda mrefu sana.
Pastor Raymond akaomba polisi wamruhusu azungumze naye kabla hajaondoka. Wakamleta mke wake mbele yake. Walipotazamana, Pastor Raymond alishindwa kujizuia, akamwambia kwa sauti ya huzuni, "Samahani kwa kila kitu mke wangu. Hukustahili kupitia yote haya. Lakini huruma ulipeleka wapi mpaka kutaka kunisingizia?" Wote wawili wakaanza kulia kwa uchungu, lakini cha kushangaza Pastor Raymond hakumlaumu kabisa mke wake. Akamwambia, "Sijawahi kukuchukia." Kisha akaeleza ukweli ambao mke wake hakuwahi kuujua. Akamwambia, "Siku ile nilipoenda kwa Ana, sikuenda kufanya naye chochote. Nilienda kumaliza kabisa ule usumbufu wake. Akanitaka tulale pamoja lakini nilikataa. Sikutaka kukusaliti tena. Ndiyo maana niliondoka." Aliposikia maneno hayo, mke wake kabaki ameduaa tu. Ndipo akagundua kuwa siku hiyo hakukuwa na chochote kilichotokea kati ya Raymond pamoja na Ana. Pastor Raymond akaendelea kumwomba msamaha kwa kumdanganya hapo awali. Akasema kama asingewahi kumsaliti zamani kabla hajamjua Mungu vizuri, huenda mke wake angemwamini kiurahisi safari hii. Samahani pia kwa kumpoteza mtoto wetu. Kumbe miaka ya nyuma mke wake aliwahi kuharibikiwa na ujauzito. Ndio mara swala la Ana kubeba ujauzito na mume wake lilimuumiza sana Damilola. Raymond akasema, "Nakupenda kwa moyo wangu wote, haijalishi umefanya nini. Mimi nimekusamehe na ninataka vile vile nawe pia ujisamehe." Mke wake akalia zaidi, naye akaomba msamaha. "Tafadhali, naomba usinikatie tamaa. Naomba unisamehe mume wangu." Lakini muda wa mazungumzo ulikuwa umeisha. Polisi wakaingia na kumchukua mke wa Pastor Raymond ili akaanze kutumikia adhabu yake kwa mauaji ya Ana pamoja na mtoto aliyekuwa tumboni mwake. Baada ya uchunguzi kukamilika, watu wote walikuwa wamekamatwa mwanzoni wakaachiwa huru. Chief naye akaachiwa huru ingawa alitoka kituoni huko akipokea vipigo kutoka kwa mke wake. Pastor Raymond pia akaachiwa kwa sababu ilithibitika kuwa hakuwa muuaji, lakini mke wake alibaki gerezani akisubiri kifungo chake kikamilike. Waandishi wa habari wakaendelea kumfuatilia kila alikokwenda. Licha yote kutokea, Pastor Raymond aliendelea kuhubiri kanisani. Tofauti ni kwamba kanisa lililokuwa likifurika waumini zamani sasa lilikuwa tupu kabisa. Hata siku ya Jumapili, kwa mjomba akasimama madhabahuni na kuwashukuru wale wachache waliobaki naye hata katika magumu aliyopitia. Akakiri makosa mbele yao, "Naombeni mnisamehe jamani." Baada ya hapo akawaita waimbaji wa sifa waendelee na huduma ya nyimbo. Baada ya ibada kumalizika, akaelekea ofisini kwake. Alipofungua mlango, akamkuta mgeni aliyekuwa amekaa akimsubiri. Pastor Raymond akasema, "Samahani bwana kwa kukuweka. Naelewa ulikuwa unataka kuniona. Unajua huyu mgeni ni nani?" "Ni Omoye." "Ni kweli Pastor. Kiukweli nahitaji msaada wako." Kahaba mwingine tena. Sasa Pastor Raymond atajifunza kutokana na makosa yake au ataingia tena kwenye mtego? Huu ndio unakuwa mwisho wa movie hii. Anyway, mimi ni DJ The Untouchable, mpaka wakati mwingine tena. Usisahau kusubscribe. Asante.